Jambo ndugu mtazamaji wa Radio Television Ngyoku Internationale, tunakusalimu mahali popote pale ulipo. Nikukaribishe, karibu kuungana nami kukupasha yanayojiri. Mimi ni wako Sakai Chubaka Pascal ambaye uko nami kwa muda huu, na muda huu tumekuja kukuletea baadhi ya maneno ambayo yanayosambaa kwenye maeneo kadhaa kuhusu kifo chake kamanda wa Wazalendo mtetezi Kibukila Tresor na namna ya hali ilivyo. Na kama tulivyokujuza, Radio Television Ngyoku International tupo sambamba katika kila hatua ili kukujuza kila neno na kila tukio linalotokea kwenye tarafa letu la Fizi na kwenye nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na muda huu tumekuja kukuletea baadhi ya taarifa ambayo iliweza kutokea toka hapo jana ya kifo cha kamanda ambaye ni Wazalendo, pia ni generali ambaye ni Kibukila mtetezi Tresor Waseba, ambaye ameweza kufariki toka hapo jana mida ya saa 11 jioni kutokana na shambulio ambalo liliweza kufanyika kati ya kikosi cha mtetezi Kibukila Tresor zidi ya kikosi cha Wazalendo waliokuwa wakitoka huko Manyema chake Omari Brown. Na walipofika kwenye kijiji cha Lweba, hapo kabisa walikuta kamba ya Wazalendo wa generali mtetezi Kibukila Tresor, na hapo kikosi cha Wazalendo waliokuwa wakitoka huko Manyema waliweza kuzuiliwa hapo, na baadaye kuliweza kuwa baadhi ya hoja ngambo zote mbili, na kilichofuatia ni risasi zilipigwa hapo hadi kusababisha kifo cha generali Kibukila mtetezi Tresor, na kimethibitishwa na baadhi ya viongozi, huku kiongozi wa kwanza akiwa ni ambaye ni kiongozi wa tarafa la Fizi ameweza kuthibitisha kifo chake mtetezi Kibukila Tresor. Lakini pia tumeweza kubahatika kufanya mahojiano naye kamanda Brown ambaye ni kamanda wa Wazalendo waliokuwa wakitoka huko Manyema, ambaye kwa sasa yupo kwenye mji wa Baraka. Tumebahatika kufanya naye mahojiano na ameweza kutueleza mengi kabisa, tumusikilize akizungumza. Kiongozi anaitwa kwa jina Omari Kalonda Brown, anatoka mjimbo la Manyema, mteritoria Kabambare, msektora Babuyu. Tulikwenda kushuhudia uwepo wenu mjini Baraka na kujielekeza kwenye uwanja wa vita ili kwenda kusaidiana na wengine ambao wako kule na kukomboa nchi. Lakini mpaka sasa jana kutokea hadi ya sitomfahamu ambayo ilitokea njiani ambako mlikwenda. Nini ambacho kilitokea huko kwa raia labda hawajui mpaka sasa? Sawa, sisi tuliitwa na mkubwa mheshimiwa SNPCC, mkubwa yetu Amuri William ya Kutumba kwa ajili ya kwenda kupikana na M23 huko Bukavu. Tukafika hapa tukalala siku mbili, akatoa amri tumfuate kwenda Uvira. Jana tukaondoka gari mbili tele, tukaenda tukapita mjini mwa Lweba. Kufika mbele tukakuta bariere wanapindika kamba mu barabara. Badala kupindika kamba mu barabara, tukasema mshushe kamba tupite, wakatuambia amutapita. Tukauliza kuko nini, nasema amuta. Kusema mara ya pili masasi kaanza kulia, akaanza kushambulia jeshi letu pale kugari, akapiga sana. Umai kutanganika kulikuwa marambo ilikuwa natupiga, kunjikavu kulikuwa jeshi ilikuwa natupiga. Tukapoteza vijana wetu 5 pale pale. Mungu akatusaidia tukatia. Tukafikiri mzee William anatufanyia mtego na yeye ndio alituita atuue. Tukafika njiani tukakutana na jeshi yake kubwa sana ilikuwa natufuata. Nikasema ule mtu haiko mtu wa SNPCC, ni msaliti, alisaliti SNPCC. Shabana ni kusema alisema shie, tukaenda kule kwa mzee William Amuri ya Kutumba, tutamrenforce kikosi, ni afadhali turudie. Raia tungependa tufahamu kitu fulani kuhusiana na hali ya usalama kwa sasa ambayo inaendelea Lweba, na watu ambao wanapatikana hapo mjini Baraka wangependa wafahamu hali ya usalama iko aje kwa sasa. Mimi Komanda Brown naweza kuomba kwa raia yote waikale kwa amani na usalama. Hii ni mambo ya jeshi. Hii vita sio ya kikabila, hii ni jeshi kwa jeshi, vile ni betu vinatuangalia. Raia ikale kwa amani na usalama, hakuna lolote. Niko hapa nasubiri mipango ya uongozi ya SNPCC, kisi itanipangia ndio nitafuata. Na
Kiongozi wewe kama vile mkuu wa jeshi ambaye ulikuwa kwenye msafara na wanajeshi, baada ya tukio hilo, uchambuzi wenu nyinyi kama vile wanajeshi ulieleza nini haswa chanzo cha wao kuwachambulia nyinyi? Mligundua nini? Badala ya wao kutuzuilia njia, hatakuwa naelewa kitu gani. Kisha kurudia tunakutana na jeshi ya SNPCC na wakubwa wa viongozi wa SNPCC wa Etat Civil, ndio walitufasiria sasa ni muasi alitoka kuchama SNPCC akaunda vyake kienyeji. Njoo aliona SNPCC inaita majeshi ya kwenda kusaidia vita ku Sud Kivu, hakupendezwa na ile, ndio maana alitushambulia tu turudie malengo ya SNPCC iharibike. Je, unafikiria hii hali ambayo imewatokea hapo Lweba inaweza kuwa mojawapo ya nyinyi kuvunjika mioyo ili kwenda kutetea nchi? Hatuna wakati ya kuvunjika mioyo kwa sababu ni kazi ya jeshi, iko na amri yake. Tunasubiri amri ya kijeshi, kiongozi wetu akatoa amri, tutaenda kukazi. Na raia wengi walikuwa wameweka matumaini sana kwa wazalendo. Hivi wameanza kusikia wazalendo wameanza kupigana wao kwa wao. Je, unaweza kuambia raia nini ambao kwa sasa wanaonekana kuvunjika matumaini na jeshi ambalo linawatetea? Wale sio wazalendo, ni vibaraka vya M23, wanatumikishwa na M23, wanakula pesa za M23 na ndio maana wanafanya vile. Wale wazalendo halali na halisi ndio hao walikuwa wanaenda kuchangana vikosi mbalimbali ya kutoka huku na kule kwa ajili ya kupiganisha adui. Raia ipate kuchukua nini kupitia hii ambayo imewakuta hapo? Raia ijikute uhuru kwanza hii saa mpaka masiku yote usiku saa vile mchana. Kiongozi, neno lako la mwisho kwa raia yeyote au zaidi sana tarafani Fizi, watu ambao wana mawazo ya kupenda kujipelekesha kuwa katika mahusiano au malengo ya kuwa pamoja na waasi wa M23? Upande wa mimi Komanda Brown, naona ule bwana ni mtu wa M23. Kwa sababu tangu nilianza kuingia mu territory ya Fizi mpaka hivi niko hapa Baraka, kitendo ya kwanza kutendeka ni yeye kwa kitu. Huyo ni kiongozi wa wazalendo waliokuwa wakitoka huko Manyema wakielekea huko kwenye bonde la Ruzizi kwenye shamba la vita, wakiwa wanakwenda kujiunga na wazalendo wengineo wa kabila wake Generali William Amuri ya Kutumba. Lakini pia kuna kiongozi mkuu wa wazalendo hao waliotoka huko Manyema, naye pia tumeweza kuzungumza naye, lakini hakutaka sura yake kuweza kuonekana, lakini ametutumia baadhi ya maneno kulingana na yale yaliyotokea hapo jana, naye pia tumsikilize. Sawa, mjambo mwalo. Ni Komanda Brown. Nilitaka kumipasha wala kuongea ni kusema tulifika Baraka bien jana magharibi. Gari tulikia nao moja iliharibika, ilikuwa inatengenezewa babiana, bakapanda magari tu advance kwenda kwa tulikuwa nakuya kwenda kukazi. Kufika Lweba bakakuta na ambiskade pale ya komanda anaitiwa nani Kibukila pamoja na Toronto. Penye pale palukamba ndio penye baliwasimamishia juu banafunga makamba sana huko kwabo. Hii makamba yote anatoka kia tufungulia sans problem. Balitupokea Baraka mzuri. Batu ya SNPCC. Make ndio batu ya Kutumba. Sasa kufika pale kumbe Kibukila na mzee William abapatani biko na gombana. Sasa naona trupe yetu inakuya. Kibukila ndani yake ya kufurahiwa, akaona kusema kama hapa banakuya banakia kumsaidia tena ya Kutumba. Junjo alichakuliwa mkubwa wa kuongoza hii operation huko kusidi Kivu. Ndani yake kumbe kumtravaide tunaanza kubishikia ni kwa bembe wenzapo. Hakukuwa kuuliza kufika Palukamba, ilikuwa bado tu ya kushusha kamba mtushushe kamba tupite. Ile kubambia mtushushe kamba tupite. Bakomanda walikuwa ndani bakashuka kwenda bende baongea na boko nini mtatufungia kamba na shemu njo tukakia kumisaidia. Ile kuongea ya vile ni kuanja risase ya nguvu sana balikuwa banapanga ngambo tatu, banapanga Mumai banatia amo Marambo, ilikuwa napika magari yenye watoto walikuwa balitia position mbele penye pale pa mlima palikuwa bush mudruate namo mulikuwa manaki ilikuwa ni pembeni ya Tanganyika. Mwenye anajua Lweba pembeni tu ya Tanganyika kwanja ni bahati babiana yetu mingi bange tupatupa mai kuona tulitoka tunalaka kumgini
Mungu alitusaidia kulopola kwanza babiana hivi tuko nabo. Njo vita yenye tunaingiziwa ambushi na huyu bwana mtetezi. Bashi alituingiza maambushi, atujui kifio, atujui lolote. Kumbe ni kifio kia yeye na mzee William beko na gombana. Asa kashe tunakia kumsaidia ya kutumba. Wangeuliza kwanja wala kutujibisha ilianja kwa ni masase tu. Bashi ubovu wa bahati tulipoteza vijana 4. Wanaenea 4. Ndio wanatupotea na tuwa blesse. Ngambo ya Bonabo banampoteza mtetezi mwenyewe, alikuwa pale na bunduki mkono, alifariki naye pale. Anafisha na yeye na bakwake. Hivi deja tunarudia Baraka, kisha bado hatuyarudia Baraka. Saa risasi nalia, nikamuita William mzee ya kutumba, akaniambia nirudie nyuma bikosi yake binafika. Kweli tunaona SNPCC batu ya kutumba wanakuya wanatuepole, bakatusaidia hadi hivi vitu kingali tunakia na maiti paka Baraka. Na kwa isa tuko nabo pamoja. Batu sasa kule kwetu bache confusion ya kusema ni vita ya Babembe na Babuyu. Hapana. Huku kuko vita ya mtetezi na ya kutumba. Njo yenye shetu tunakuya kuingia mubyabo bo ndio bali kamata ma confusion. Bile binye kuwa kule isa tuko naongea niko na batu ya kutumba njo banatu encadrer hapa hivi. Tangu ile sari sasa ililia bakatuingilia na bobe nyewe kwanja isa banalala kwenye Lweba. Banasema asubuhi ni kubafata pamoja na Bafulero beko na bafata bale ule Toronto mwana bakia ile kigundi bamuatake siri ordre ya kutumba. Niyo nilipenda nimeambia wala kumipasha batu batoshe confusion, aina vita ya Babembe na Babuyu. Hapana. Huku tunakuya kukuta kuko konfli ya mtetezi na ya kutumba. Njo nye tunaingizwa mambushi. Na hivi tungali isa tuko kama 5h kombia hii. Bonjour, tungali najipanga tuangalie jubo banasema batakuya tena kufanya revanche. Njo bo peke kwanja bo peke Babembe kwa Babembe banasema mwa mutulie faji mwa mutuache. Mutuache muikale tu musijibie sie peke tuko napigana sie kwa sie. Ndio nilipenda kunipasha. Nilipenda kuambia batu batoshe confusion. Benzetu ba SNPCC ndio banatukumbatia, kumbe yeye mtetezi ana mtu wa SNPCC. Ndio kuna pigana na SNPCC. Ndio bibi tunabikuta huku ndio biko compliqué kwa hii mama. Ndio nilipenda kunipasha. Batu batoshe confusion na vita ya Babembe na Babuyu. Hapana. Isa tuko na Babembe ndio banatuproteger. Na banatusaidia kwa hii mama. Ndio walituambia tu asubuhi ndio mamaiti tuko napenda tuangalie modele gani ya kushusha kwetu. Ndio nilipenda niambie mutashinda sawa ndani ya mwalo. Na huyo ni kiongozi mkuu wa wazalendo ambao walitoka huko Manyema wakielekea huko Uvira, ambao waliweza kufanywa shambulio huko kwenye kijiji cha Lweba hapo jana mida ya saa 11 na jioni. Hali hii imesababisha muda huu kwenye mji wa Baraka kuwa kwenye hatari kubwa, hata wasiwasi nyingi zimetanda kwenye mji mzima wa Baraka, huku baadhi ya duka zikifungwa. Kama unavyoona hapo, hakuna duka yote iliyofungua leo hii kwenye mji wa Baraka, ikiwa ni wasiwasi ambayo inatokana na kifo chake Generali mtetezi Kibukila Tresor, ambako wengine wanatoa hoja na kusema ni vita ambayo sasa inaingia kati ya Wabembe na Wabuyu kutokana na kifo ambacho kimesababishwa na wazalendo wa Wabuyu ya Generali wa Kibembe. Lakini hali hiyo imeweza kusababisha imeweza kusababisha kabisa wasiwasi kuwa nyingi kwenye baadhi ya vijiji, hata pia na mji wa Baraka na mji wa Fizi, ambako tamko limeweza kutolewa asubuhi ya leo naye administrator wa tarafa la Fizi akisema ya kuwa ni kwa Wabembe kuweza kutulia na kutokuwa na hofu, aidha kuweza kuzani mengineyo yasivyo, kusema ya kuwa ni vita ya Wabembe na Wabuyu. Lakini pia mbunge wa taifa wa tarafa la Fizi Chakubuta Mfaume Teash naye pia ameweza kutoa tamko la namna hivyo. Kwa hiyo kufikia hapa, ndugu msikilizaji, sina la ziada.
niseme shukrani na karibu katika makala mengine yanayokuja. Bado tuko nawe kukupasha yanayojiri kwenye maeneo kadhaa. Mimi ni wako Zakai Chubaka Pascal Kombe. Jiabone alafu uweze kusubscribe na kupartager kwa wengine. Alamsiki.